Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu? Naamini kila mmoja yuko poa. Sasa nataka niwaambie tu kitu cha kwanza ambacho nitaanza nacho kuzungumzia ni kwamba light kama wanasiasa wangekuwa ni bidhaa, basi Chadema hii ya sasa iliyo chini ya Tundu Antipas Lissu pamoja na John Heche, nadhani ndio lingekuwa soko zuri la kupata bidhaa hii ya wanasiasa kama wangekuwa ni bidhaa inayonunulika. Mtu mmoja ndani ya Chadema amewahi kusema kitu kimoja, akitoa ushauri kwa watu kama akina Mafwele, kwa watu kama mkuu wa majeshi akina Mkunda, akina Mulilo, akasema kitu kimoja kwamba mwanasiasa ni kiumbe hatari sana. Anaweza akakutumia leo, lakini kesho akawa shahidi mahakamani kuuzungumzia uovu wako. Hii ilikuwa ni kauli ndogo na fupi ambayo kwa askari angeweza kuelewa, angefuata sheria zake za kipolisi na akawa na heshima kwa raia, kwa sababu yeye ni hata wanajeshi wapo kwa ajili ya kulinda mipaka, mwisho wa siku ni kuwalinda raia tu. Lakini polisi, raia na mali zao, magereza kuwalinda wafungwa walioko kule gerezani, kama wafungwa wale pia ni raia. Kwa hiyo unakuja kujikuta majeshi yote kwenye taifa letu yote yanalinda raia kwa namna tu pekee na mtindo wa matamshi. Kwa huyu bwana akasema mwanasiasa ana uwezo wa kukutumia, lakini huyu mwanasiasa anaweza siku moja akaja kuwa shahidi mahakamani wakati wewe askari ukituhumiwa. Haya tumeyaona kwa kina Mungu aendelee kumpa nguvu kwa Rico, ndugu yetu Humphrey Polepole alifika sehemu akawa upande wa raia moja kwa moja, mpaka kufikia hatua ya kuonesha kuchukizwa na baadhi ya maaskari wanavyofanya upuuzi. Lakini akina Spiriani Musiba leo mnaona wanavotuhumu vyombo vya usalama kushiriki kwenye masuala ya kunyima haki kwenye uchaguzi na vitu kama hivyo. Hatimaye bwana Simba Chaweni, mmemsikia, kuna namna anaanza kuona, yani kuna namna yeye anaanza kuona kwenye kauli zake manyanyaso ya polisi kwa raia. Leo anawakumbusha polisi kwamba hawa raia unaowafanyia hivyo wamesoma kama wewe, wanauelewa kama wewe. Nini nataka kumaanisha hapa? Watu mliovaa magwanda ya aina yoyote ile, yawe ya jeshi, yawe ya polisi, hakuna namna nyingine mnaweza mkafanya ila kuwaheshimu raia wanaotoa kodi, ambao kodi hizo ndio mshahara wako na wa huyo mwanasiasa. Hawa mnaopambana kuwatetea kwa nguvu ya viboko, kwa nguvu ya virungu, kuvunja miguu wa Tanzania wenzenu ambao mliapa kuwalinda, kuna siku watawageuka. Kupitia sheria zenu za kipolisi mna uwezo wa kukataa amri isiyokuwa halali, mnaruhusiwa kabisa. Lakini kwa tamaa ya muda mfupi kwamba huyu ni waziri fulani, ataleta kibunda hiki, unamchapa risasi mwenzako, unamlawiti mwenzako, unamharas, unamnyanyasa. Endeleeni, lakini hao ndio watakao kuja kuwa mashahidi siku ya matatizo yenu. Mungu awabariki wa Tanzania, lakini polisi naombeni mzidi kujitafakari sana. Hususan polisi. Nadhani sasa hivi wenyewe mnaona askari mliokuwa mkienda klabu, sasa hivi kwenda klabu tabu. Sasa hivi raia wamekuwa na amani kwa sababu gani? Sasa hivi raia anatembea kwa uhuru tu, anaenda klabu anavyotaka, anakwenda wapi anavyotaka. Lakini polisi una uhuru kama huo wa raia? Haupo. Nani kaupoteza? Mikono yako. Huko vituo vya polisi watu wakileta shida zao mnakuwa wababe, yani wanafika pale, hicho chakula umeleta, nitoa hivi. Mnajifanya watemi sana. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya hawa ambao baadaye wanawageuka na kuwasontea vidole tena, wakizitaja kaki zenu isiwe sababu ya kutisha watu.
Nani kawarogeni polisi? Toka enzi za Yesu maaskari wanamuuliza Yesu, na sisi tukitaka kumuomba Mungu tuombeje? Yesu akageuka akawatazama akawaambia, rizikeni na mishahara yenu. Ni kazi ambayo imejaa laana toka miaka 2000 na uchafu iliyopita huko. Jirekebisheni. Wanasiasa hawana upendo na nyie, raia ndio wana upendo na nyie, na ndio mnaishi nao mtaani. Hatuwazuii kufanya kazi kukamata wahalifu wanapovunja sheria za nchi, lakini kuweni na utaratibu wakati mnapokamata miili ya binadamu wenzenu, Watanzania wenzenu. Niliwaambia kwenye video iliyopita, iko siku inakuja ambayo Watanzania watawasontea vidore watu hatari kuwaonesha polisi walipo muuawe, kama mtaendelea hivyo. Hayo yalitokea Uganda. Waganda wakawa wanawaonyesha majeshi ya Tanzania, wanawaonyesha askari wa Idi Amin walipojificha ili wakapigwe. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wameshachoka na utawala ule. Iko siku watakuja watu wasiokuwa na nia njema na taifa, alafu Watanzania watasonta vidole kuwaonesha Watanzania wenzao ambao ni askari walipojificha, watawamaliza. Kuweni makini na wanasiasa. Chadema, Mungu awabariki. Kile mtake msitake, nimeona comment za watu wanaponda nikiongea wanafanyaje, lakini Chadema ndicho chama chenye watu wenye akili timamu ambacho unaweza ukasikiliza mipango ukaelewa. Niliwahi kuuliza siku moja, tofauti na maji, barabara na hospitali, hao wanasiasa wenu wanaoingia kwa ubabe, ni kipi kingine ambacho wanaweza wakakifanya wasipotaja hivyo? Hakipo. Lakini Chadema wanakupa mipango, unaona, wanakuambia hapa tuna uwezo wa kujenga hivi, mtu mwenye kiwanja hiki akapata nyumba ya chini, nyumba za juu zikaingiza hela serikalini, na huyu akaendelea kupata maisha yake. Wanakuambia vitu vinavyowezekana. Unaweza kuwekeza kwenye kilimo, madini yetu tunaweza tukachimba wenyewe, kwa namna gani tunaweza tukafanya, mikataba yetu inaweza ikawa hivi. Unaona kabisa hivi ni vitu ambavyo vinakwenda kwa utaratibu na vinawezekana. Sio hizi mambo za watu ambao kila wakihojiwa. Kiingia kwenye akaunti ya Odemba pale, unaona jinsi watu wanavyohojiwa, unagundua kabisa tunaongozwa na watu wa ajabu. Ndio maana inaweza ikatokea mtu akasema anaropoka tu, kuna raia wamechukua silaha wakaenda kuua raia wenzao. Yaani jitu lina kitambi nene, lina ndevu, liko serikalini, tena kwenye wizara nyeti. Halafu linasema kwamba walioua Watanzania ni Watanzania ambao waliiba silaha zilizokuwa zimebakia kwenye vituo vya polisi. Yaani kabisa huku mlishaongea hivi, mmeongea hivi, mmeweka tume bado ipo inaongea, nyewe mmeshapata majibu kwamba raia ndio waliua raia wenzao. Mnaweza mkagundua tunaongozwa na watu wa aina gani. Mimi niseme tu jambo moja, askari endeleeni kuwa makini. Hii video leo nimetengeneza kwa ajili yenu, askari na majeshi yote, kuweni makini na wanasiasa. Mungu ibariki Tanzania. Chadema wabarikiwe sana na Mungu, viongozi wote wa Chadema, Mungu awabariki na azidi kuwapa nguvu. Naamini ushindi kuna siku utakuja. Tuendelee kusubscribe Mkobe TV. Muwe na siku njema.